Mke wangu, nimetumia sauti kubwa sana kukuita. Tuzani mfanya mazoezi wa nyimbo. Mimi nilizani uko mbali na hapa. Zawadi. Zawadi. Nitolee fujo basi. Kwani uone kama nina kazi? Kwa hii kazi ni bora kuliko mumeo. Nimepiga kelele, sauti imekwenda umbali, na hizo wapita njia walizani kuna mwimbaji mpya anataka kuchipuka kwenye mtaa wetu. Sawa, mimi nakubali kuwa chipukizi leo. Ngoja nikae chini kwa lengo la kupayuka. Sidhani kama hii ni taswira nzuri kwa mume kumweta mke akabaki amekaa tu anafanya manyago yake uwanjani ambao hana manufaa kwa familia. Maana unachokifanya kijawahi kutumika hata kwa chumvi. Lakini nakuita kwa sababu ya kupanga sabuni na mahitaji muhimu ikiwemo poda yako. Hutaki kuniitika, uko busy kama mtu ambaye amegombana na mimi. Na sina ugomvi kabisa hata. Shida nini? Sasa niambie. Kwani wewe unavokaa huko unapayuka? Mke wangu. Hivi huu mtaa wote nani ajui kama mimi ni mkeo? Nani ajui kama wewe ni mume wangu? Kitu gani ambacho natafuta asubuhi yote hii? Kwanza sikutaraji kama ungenipokea kwa majibu hayo. Nilifikiri ungesema samahani, sijakusikia, labda nilikuwa na mawazo. Sasa unaonesha wewe ni mahiri wa kutukana, kufoka na kupayuka. Wataka kuwatangazia watu kama mimi sio mume stahiki kwako. Nikuite jina gani? Kifua mavi? Mwana wasifu wa mke ni mbaya? Au ningekutumia message ndio ungeiona kama sauti yangu hujaisikia na unafanya kusudi? Sasa nisikilize. Tabia hii nimeikomesha muda mrefu, utaki kukoma. Kuna siku mtakaa kimya, utamkumbuka mume kama mimi. Nisikilize. Tena nisikilize kwa makini. Tabia ya kuniita majina ambayo sieleweka. Koma. Kama ningekuwa kifua mavi na sio mwanamke, ningekuwa chooni na sio hapa. Na kuomba tafadhali. Huna la kuongea. Fanya majukumu yako. Asubuhi yote yeye nimeamka, sitaki kelele na wewe. Ndio maana nimekuja kukaa hapa. Kwa niache. Naomba nikukumbushe. Mimi ni mumeo. Nilopewa mamlaka na Mungu aliyotuumba. Haujajiumba. Unaona siku kama hii utakuja kuikumbuka wakati roho yako inatoka. Kama ulikuwa kaidi unamkaidi mumeo. Iko hivi. Hebu jaribu kushuka. Kama mimi ambavyo nimejaribu kushuka kwa mwaka mzima ningekuachia. Leo nimechoka sasa. Mpaka kwenye mahitaji yako muhimu wanilazimisha kuniwekea mipaka. Haya sasa twende ndani tukamalize. Nisikilize ngwambie, sipo sawa muda huu. Naomba uende ndani. Nikiwa sawa kile yangu kitulia nitakufuata. Ndani siwezi kurudi, naenda kwenye majukumu yangu. Na ole wako ile pesa ile itumike tofauti na nilivyokuwa nahitaji kwa sababu ya ukorofi wako. Leo kama ndoa kushindikana itashindikana na kama kupigana basi utakuwa ni ugomvi. Wewe unatafuta hivyo utaki amani. Kumbe la uliacha ndani. Alafu unaanza kuniambia njoo ndani. Kumbe la umeshaacha ndani. Sasa kilichokufanya kingine uniite ni kitu gani? Ile hela ndikayo itumike wiki. Hapo lako isitumike wiki. Itumike tu leo iishe. Wewe unafanya mkorofi. Wewe mwanamke wa wapi wewe? Mwanamke wa wapi wewe? Kitu mwanamke unaigi mazuri kabisa, mwanamke gani wewe? Toka. Natoka. Kwani nakaa nasubiri nini? Toka. Na hesabu haya. Unajua maisha ndugu yangu yanahitaji uvumilivu sana. Lakini pili, unajua wanawake wote dunia nzima, haina maana ya kusema kwamba wote ni wale wale. Hapana. Mungu hajawafananisha wanawake kwa maana huyu na yule na yule na yule wote wanafanana. Hapana. Ila kila mtu ana tabia zake. Na usipotumia hekima na uvumilivu, ndugu yangu, huwezi kuishi na mwanamke. Mimi niseme shukrani Bwana Kipago. Wewe umekuwa mtu wa karibu yangu, unanitia moyo kila siku kwenye ndoa yangu hii yenye changamoto. Kipago. Mungu Bwana. Kama pepo kaiweka sehemu mbaya mno. Kwa sababu mwanaume hawezi kuishi bila mwanamke. Lakini pepo hii ambayo Mwenyezi Mungu ameweka kwa mwanamke, nikisema hivyo kuna watu wanaweza kanielewa tofauti. Yamkini na wewe ustazi ukanielewa tofauti. Na maanisha bila utulivu huwezi kufanya ibada ikanyoka.
bila mke huwezi kuwa mcha Mungu. Kwa hiyo naweza ngayasema tu pepo umewekwa kwa mwanamke. Lakini mwanamke mimi ananifanya nakosa raha, nakosa usingizi, kila siku imekuwa kama wimbo. Labda nikaona kwa kuwa mimi amenizoea na kila siku naongea mpaka kaona kitu cha kawaida. Nikafikiri niailishe kazi nifike kwako nikuombe. Wewe nahisi una haya kunishinda. Jaribu kukaa na mke wangu kumsomea vifungu vya Mwenyezi Mungu juu ya nini afanye kwa mume wake. Pengine inaweza kupatikana dosura. Nimepambana sana kumwelekeza kwa Mungu, lakini ni mtu ambaye anaona labda kanizoea sana. Naomba unisaidie. Nakosa amani. Ili maisha yaende, mafanikio yaje, inahitajika utulivu. Na utulivu sipati mimi kwa mke wangu. Hata jambo dogo la kawaida halieleweki. Mimi sidhani kwamba hilo ni tatizo. Cha msingi mimi nafikiri fikisha taarifa kwa mkeo katika mazingira yenye utulivu sana. Wale ni watoto wadogo sana wanawake. Ukasema kila siku wewe ukawa ni mtu wa kutazama makosa yao, huwezi kuishi na mtu. Lakini pili, huenda hata pia una mapungufu. Usitazame mwenzako tu. Kipago, mimi ni binadamu, sikosi mapungufu. Lakini kitachoumiza kwenye maisha, kutamani kupewa mapungufu yako na haupewi. Kuomba labda unakosea wapi uambiwe, hauambiwi. Inaumiza mno kwa sababu mapungufu kila binadamu anayo, unatamani usahihishwe. Usahihishwe namna ya kuishi. Haya, mimi namwambia mke wangu na kumjenga katika misingi mizuri. Labda hilo ndo kosa langu. Lakini Mungu asema mwanamume ni msimamizi kwa mwanamke. Kwa hiyo ina maana nikiacha kumwelekeza Mungu anapotaka kwa kuhofia mapungufu hayo yatakuwa changamoto kwake, nitaenda wapi kwa Mungu? Nitaitwa duyuthi, nitaenda motoni. Natakiwa kusahihishwa na kupewa maoni na mke wangu. Hajawahi kunipa maoni wala kunishauri chochote. Tatizo unachoka. Jambo zuri siku zote huwa litaji haraka. Lakini unapohitaji kupata mawazo kutoka kwa mtu, pia usiyafosi. Tulia. Mbembeleze mke wako. Zungumza naye vizuri. Hakikisha unamfundisha bila kuchoka. Sawa. Labda kweli nafikisha taarifa nikiwa nafikiria makosa jana na juzi. Lakini kama la leo nimemwita tu kawaida, mke wangu, nimekuta ndani sauti nyingi. Nataka nikuachie pesa na mahitaji yako, ujue jinsi ya kuishi, ujinunulie mahitaji yako mwenyewe. Akaniambia tolee fujo. Tena kwa upole, nimemwita akuja ndani, kampata nje, kakaa chini, kambembeleza mke wangu, kipenzi. Akaniambia tolee fujo niache. Rudi ndani na kukuta ndani. Ni sawa kweli? Sio sawa. Alikosea. Ndio maana nikasema sasa, labda kwa sababu ya mimi na mazoea na yeye, naomba wewe ongee naye uone atakujibu nini. Sawa, nenda kamwite. Mimi nitazungumza naye vizuri. Nitamwelekeza vizuri tu. Haina shida hiyo. Naomba nikae karibu yako kipenzi changu. Mtoto mzuri, mtoto aliyeumbwa vyema, mtoto kichaa kitandani. Siishi kufikiria malkia wangu. Hakuna mwanamke mzuri kama wewe kwenye dunia hii. Ndio maana nikakuchagua uwe kwenye maisha yangu. Kipenzi, yamkini nikawa nakuudhi sivyo kama ambavyo unapenda. Sawa? Lakini sijafanikiwa kufanya kazi. Nilikutana na Sheikh Kipago. Anasema na shida na wewe ya msingi, na ni muhimu ufike nyumbani kwake kwa sababu shida yake inaisha ukifika kwake. Kwa hiyo nimeacha shughuli zangu na kurudi kufuata malkia wangu, uende ukaonane na ustazi. Kwa hilo ndo lilokufanya unipigie kelele hapo? Alafu nimeshakwambia nikiwa na kazi zangu binafsi, uwaga sitaki usumbufu. Sasa mwambie oshe wako mimi siendi. Tena kamwambia sitaki. Mke wangu, unataka kuniambia hizi ni kelele? Nisikilize. Wito ni muhimu mno. Kataa maneno. Hadithi inasema huyo muhenga alosema maneno alikuwa mrefu sana. Alikuwa giant. Na alikuwa na akili ya kufikiria kwa nini hilo neno
liwepo katika jamii yetu ya Kitanzania. Kuna kipindi Mungu anamtuma mtu kama malaika kukutoa kwenye hatari. Kumbe nusu saa ijayo utapata ajali sehemu uliokaa. Kwa kuna sababu ya kukutoa pale. Sio tu maneno ni muhimu unayoyafuata. Wanakwambia kubali wito, kataa maneno. Mke wangu yule ni shehe. Ambaye anatayarishwa katika miaka 10 ijayo kuja kuwa shehe wa mkoa wa Kigoma. Shehe Kipago. Anataka kuongea na wewe. Tafadhali naomba ukamsikilize. Mke wangu, nimeacha kazi zangu kufuata wewe kuja kuleta hiyo taarifa. Usinione mimi ni fala. Mimi sio fala. Ana maongezi na wewe. Kipenzi hichi kidoti. Ndio kuleta mazoea. Sasa sikilize. Huyo shehe unayemuita shehe. Huyo shehe sasa hivi wote katika mashehe 10 utapata yule sio shehe. Kamwambie siendi. Yaani somo gumu nilikuwa nalikimbia shuleni wakati naingia kidato cha kwanza. Pale Rusimbi sekondari. Ilikuwa ni physics. Na somo gumu lingine ambalo natamani kulikimbia hapo limeniganda. Ni ndoa. Kwa kweli nisiseme uongo. Inachosha. Wewe mtu amekwambia nenda na shida na wewe. Mtu ambaye hauna mazoea naye. Mtu hujua na kuita kwa kitu gani. Unashindwa wewe kumsikiliza. Unashindwa kumuelewa. Basi uniheshimu mimi. Basi kwa sababu ya cheo tu. Siendi, sitaki na sitoweza kwenda kwa huyo shehe wako. Wao unamuita sijui Kipago, sijui Kimti, sijui kitu gani. Siendi. Naomba unielewe. Na kama unataka kwenda, kusanya dada zako, tafuta mama yako alipo, mpeleke mkafanye hayo mazungumzo na sio mimi. Tena ukome na usinizoee. Zawadi, na kuheshimu sana mama yangu, kwa sababu hilo ni jina la mkwe wangu. Kwa cheo naomba nikuite na kuheshimu sana mama yangu, kama vile ambavyo mimi nimekuwa nikiheshimu familia yako yote. Tafadhali, kuvunja heshima ya familia yangu ni kunizalilisha. Nikachukue dada zangu, nikamchukue na mama yangu kule kaburini alipo, nikamsimamisha kwenye maongezi kwa ustazi. Hiyo kauli ni mbaya. Ni mbaya mno. Katika maisha kuna kauli ukiziongea unatengeneza ufa na upasuke tu. Unavunja moyo wa mtu. Hii leo ni mara ya 3. Unaongea lugha chafu 3 ambazo siku ikitokea unaona umuhimu wa mimi kuwepo kwenye maisha yako, utashindwa kuutengeneza moyo wangu huwa katika usawa. Mmoja nikukumbushe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anakwenda Mi'raj, katika safari yake alikwenda kuna sehemu alikuta kuna ng'ombe mkubwa, mnyama anatoka kwenye tundu dogo kwa kujilazimisha, na alipofika juu akawa anatamani kurudi kwenye lile tundu, lakini kwa ukubwa wake kutoka iliwezekana, kuingia ilishindikana. Muhammad akamuuliza Jibril, ma hadha, hii ni nini na ni mfano upi? Jibril akamwambia, huu mfano katika umati wako watakuwa wanaongea neno kubwa bila kufikiria. Baada ya kuliongea wanaona madhara yake, lakini kurudisha katika usawa wanashindwa. Mke wangu, ni mbaya kuzungumza neno ambalo mtu hawezi kulifuta kwenye moyo wake. Toka. Nataka nikwambie kitu cha msingi kabisa. Mama yangu mimi alikuwa ni wa thamani kwenye dunia hii. Wala hakuwa mpumbavu kama unavyoongea. Kwa hiyo unavyokuwa unanitajia mimi vitu vya kijinga, unaniunganisha na mama yangu, nikikwambia kitu changu unanitajia mama yangu, usifikiri mimi na kuogopa. Sitaki upumbavu wako. Usinitajie mama yangu katika maisha yako. Tulumbane wenyewe. Tafadhali. Toka. Sawa. Toka. Kwa kweli inaumiza sana kichwa, Sheikh Kipago. Nafikiri niseme kutokana na hali yangu labda ya maisha. Mwanaume hapa anapokuwa na kipato kigumu, nyumba za kupanga, inafika wakati heshima inakuwa ndogo sana unayopewa. Kwa sababu nimemwambia kwa maana nzuri tu, kwa lugha nzuri tu, tena ni wito. Kubali wito, kataa maneno. Nilifanya hivyo kwa sababu yako wewe binafsi. Unisaidie. Najua watakuheshimu.
Unaona? Lakini cha kushangaza kanijibu hovyo. Kaingiza mpaka mada ya wazazi wangu. Ananiambia kama unataka kukaa kikao, kamchukue mama yako huko kaa naye kikao kwa hiyo Kipago. Yaani marehemu mimi nikamtoa kabulini, nikamtoa saloni, nimlete hapa tuongee naye. Angalia maneno ambayo anazungumza mke wangu. Sasa kama mimi na mapungufu, nakosea namna ya kuongea, basi ndo unisaidie. Hebu nisaidie wewe. Ningemwambieje? Maana nimemsifia mke wangu kipenzi, malikia wangu, nikambembeleza, nikamuomba na akanjibu ovyo. Na mwisho hata kunitoboa jicho na sindano yake anawafumia shuka. Lakini Bubu, ndio viko vitu vingi ambavyo katika maisha unatakiwa wewe uvizingatie. Kuchoshwa na jambo sio dawa. Lakini pili, siku zote ndoa huwa haijaribiwi. Usikajaje kujaribu ndoa. Cha msingi yule anatakiwa wewe ukae chini, uhakikishe unashinda kumweka sawa. Uhakikishe unashinda kuifanya amani ndani ya ndoa yako. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kasimama kuweza kutengeneza ndoa yako tofauti na uvumilivu. Pia na kufuata misingi ya dini pia. Wewe Kipago. Hebu naomba nikuulize wewe. Mimi binadamu sio binadamu? Ni binadamu. Na moyo sina moyo. Moyo unao. Na nyongo sina nyongo. Nyongo unayo. Imagine kama ndo wewe unaambiwa kamchukue mama yako ukaenda kwenye kikao, mtu aisha kufa, aisha fariki. Hilo neno wewe unalichukuliaje? Atakuwa ameteleza tu. Sawa, ateleza kama neno magumu kama hayo. Hakuna kitu kibaya kama kuishi maisha ya kukariri kila siku. Cha msingi usione kwamba mimi tunashindwa kuendana na wewe, hapana. Mimi nataka usimame katika misingi. Jitahidi kusimama katika misingi iliyo bora kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume. Usiwi kama wanaume ambao wanaozifanya ndoa zao kuharibika tena zenye muda mfupi. Hebu hakikisha unambadilisha mkeo. Kipago, mimi nimejishusha muda mrefu na mwaka nakaa maisha yangu na machungu yangu nayo moyoni. Umeona? Kutafuta rafiki wa karibu ni kutafuta msaada, huyo rafiki anisaidie mawazo. Sasa nakuuliza wewe niishije? Unajua unapomwambia rafiki yako kuwa na subira tu, wewe ishi tu, tafuta namba kuongea naye, unajishusha kadri unavyoweza, unatafuta lugha ya kuongea kadri unavyoweza, hapo unakwambia kaa tu hivyo hivyo, kaa hivyo hivyo. Yaani nashindwa kwa binadamu. Sawa, sasa iko hivi. Wewe unatakiwa kuishi hivi. Pika pale asipopika. Nenda kaoga asipokutengia maji ya kuoga. Yote nafanya na sitaki kuzungumzia kuhusu kupika na kuoga. Kuhusiana na kazi nafanya, nafua na najipelekea maji ya kuoga na namsaidia na vyombo maji, wakati mwingine vyombo vya maji najaza mimi. Nifanye nini sasa ili anisikilize na kuniheshimu? Unajua mimi nilichokihisi, upendo ukizidi kwa mwanamke anaona wewe sio kitu. Labda ningekuwa sifanyi wema huo wote kumsaidia vitu vingi, kumheshimu na kumpenda. Katika maisha yake hajawahi kufuma hata message kama kuna mwanamke ananitaka. Yamkini kwa sababu ya kumuonesha uaminifu wangu, kaona mimi sio kitu. Kwa sababu unafanya vitu hivyo unavyozungumza wewe, mimi nafanya. Jamani, mimi nagombana naye tu kwenye basi angalau hata ile haki. Kwa mfano ugomvi wa leo ni ugomvi wa kutaka kumpatia pesa ya huduma yake yeye kama mwanamke. Jamani, sawa, mimi nimekuelewa. Cha msingi nafikiri ni kumtafuta daktari wa kuweza kumshauri. Mimi nikushukuru tu bwana. Na yamkini kweli mimi na mapungufu kwa sababu nakosa kujiamini kabisa. Mimi ngoja niachane na hili nifanye mambo yangu. Siku atakapojisikia kubadilika atabadilika. Mimi ngoja niende kwenye shughuli zangu. Asante kwa kuonesha nia kutamani kunisaidia. Sawa. Nafikiri ya mambo wewe yaache. Amekataa kuja, wewe aache, muache na maisha yake. Atapojisikia kubadilika sawa, akisikia kunichoka pia sawa sawa, siwezi kulazimisha maisha. Sawa sawa. Akisikia kunichoka sawa sawa, akisikia kuachana na mimi kwenda sawa sawa. Yaani mimi nataka kuishi maisha kutengeneza amani yangu. Vyovyote vile atakavyokuwa mimi nitaenda naye. Nafikiri siwezi kuhesabiwa wake. Acha tu niishi kama dunia inavyotaka. Maana ndo dunia, naweza nikamwacha huyu mwenye mapungufu kumtafuta mwenye makamilifu, nikampata mtu ananitii lakini ana lengo la kuniua. Hasa bora yupo. Nafikiri tu mapenzi ni kipengele kigumu sana. Yaani ndoa ni kitu kigumu mno. Kama kuna mtu angekuwa ananisikia, anatakiwa ajue ndoa ni jihadi. Wewe bwana, haya mambo yaache kama yalivyo. Ni mazito. Niangoswe, niachie ngoswe mwenyewe. Sawa. Sawa. Hapana, imanishi hivyo. Ni ndugu yangu. Haya mambo ni angoswe. Naomba mwachie ngoswe na mazoea wake. Mimi ngoswe na mazoea wangu basi inatosha.
Nafikiri sijawahi kuzungumza chochote kuhusu mke wangu zaidi ya kukwambia wewe, na nimekwambia kuhusu leo tunatamani umnyoshe. Kwa hiyo sio kama ana mabaya tu yote, hapana, naye ana mazuri yake. Mimi nitajitahidi. Kipago, mimi Ngoswe nimeridhika na matokeo ya maisha ya mke wangu. Hebu niachie mazoea yangu. Wewe ache tu. Asante shemeji. Habari za hapa? Za hapa ni nzuri. Ndio. Hivi huyu bwana yupo? Mimi nadhani upo naye, maana ametoka muda mrefu. Hapana. Sasa mimi nilikuwa na mazungumzo. Nakusikiliza. Hivi vipi maisha mnayoishi hapa nyumbani? Kwa nini unaongea hivyo? Ni moja ya mazungumzo. Huyu bwana mimi ni ndugu yangu sana. Ni mtu wangu wa karibu sana. Na ni mtu ambaye nilikuwa namtegemea sana na huwa tunategemea naye sana. Lakini mimi nisiweze kukuambia kwamba nilisikia nini au kuna jambo gani. Ila kuna kitu kimoja nataka nikwambie tu. Unajua shemeji, wewe ni mtu mzuri sana. Nafsi yako ni nzuri sana. Lakini pili, wewe ni mrembo sana. Nashindwa kumwelewa huyu bwana mkubwa, ndugu yangu, maisha ambayo anaishi wewe na yeye hapa. Na kwa nini iko hivyo? Unajua sifa tunazozisikia na maneno ambayo anayezungumza ovyo yananiumiza, ninaumia, lakini nafikiria sisi wanaume hatuko hivyo. Hakuna wanaume wenye akili timamu wanaishi na wake zao hivyo. Unamaanisha nini shemeji? Unaweza ukweli kibaka kiko kwako, lakini usikitangaze. Usikizungumzie mabaya kwa sababu tayari wewe ni mke wake, ili uelimishe utakiwe kupinda. Ni kweli shemeji yangu wewe ni kikojozi? Kwamba huwa unampiga mumeo, unamtangaza mumeo, usipokula ndani wewe sio mvumilivu. Ndio anapokuja kuambia hivyo. Nimeelezwa wewe mumeo. Nisikilize shemeji. Unajua mchawi akimwambia mwenzake ni mchawi, basi ujue wote wanawanga pamoja. Kwamba mimi na mumeo ni wawangaji? Sina maana hiyo. Namaanisha kwamba Yesu amekuja kuambia kwamba mimi ni kikojozi. Basi tunakojoa wote. Hilo lenyewe neno. Lakini sasa kama mnakojoa wote, kwa nini yeye asijitangaze naye pia ni kikojozi? Sasa hiyo ni akili yake. Nilivyokuwa namchukulia na jinsi ninavyoyasikia ni vitu vitofauti kabisa. Wewe ni mtu unayejituma sana. Vipi anakuzungumzia kwamba wewe sio fanya kazi? Ufanye kazi yoyote. Umekaa ndani kama golikipa. Upo tu kama upo tu. Sasa na mara kwa mara na kuona unajishughulisha. Tena angekuwa anajua kama kampata mwanamke, kwa kweli hata maneno asingekuwa anasema. Wewe ni mwanamke hodari, ni mwanamke shupavu. Mimi ni mtu ambaye huwa mara nyingi ninatamani kuwa na mwanamke kama wewe, kutokana na jitihada ambazo unazojituma. Tatizo kubwa ni nini mumeo linalomsumbua? Anatongoza ovyo barabarani, wakati mwingine paka vitu ambavyo visivyoeleweka. Ina maana nataka kuniambia kwamba hawa wanaotongoza ndio sasa na wewe mnafanana? Mumeo ni muhuni malaya kweli. Mimi naahidi kusaidia shemeji. Nikuongezee mtaji wa shuka. Japo uanzie hata shuka 20, 25. Lakini ndio mimi shemeji nakupenda sana. Naomba utafute nafasi nzuri ili uweze kuja nyumbani tukae chini tuzungumze vizuri. Basi mimi nimekuelewa shemeji, nitajitahidi kufanya hivyo. Sawa, naomba uje, usikose kuja. Basi sawa, mimi nashukuru. Karibu tena. Wapi? Tumetoka ndani tumeongea sana. Na sikwenda kazini kakaa nje maksudi, najua kichwa chako jinsi kilivyo. Unataka uende wapi sasa? Hebu niambie, unataka kwenda nipo ukataza au unataka kufanya nini? Naenda kwa chef. Kwa kweli yani katika vichwa vigumu. Hebu kwanza rudi nyuma kidogo. Usinishikie mimi mkoro kiuno. Rudi nyuma kidogo tuwe sambamba. Hivi mke wangu, hauoni kama tunapendezana? Tukiishi katika amani, uone kama tunapendezana? Yaani kwa mfano ukiwa hivi, angalia, hata kama tungepiga picha hapa moja. Unaona tunapendezana? Niache. Usiniharibie siku sasa hivi. Sawa, sitaki kuharibia siku. Jana umeongea usiku mzima.
asubuhi unaongea unasema hivi, mimi sitaki tena mambo ya ndoa yangu mshirikisha mtu yoyote. Kwa sababu ulinizalilisha, nilikuja kukuita ukuenda nikaonekana mimi sijaoa mke. Nimeoa jini. Nikaona haya matusi sitaki nikupatie, nikasema hivi, sitaki tena utoke uende kwa mtu yoyote wala kesi yangu haitaenda kwa mtu yoyote. Tutawezana wenyewe, tutamalizana wenyewe. Sitaki, narudia, sitaki uende kwa mtu yoyote, sitaki uende kwa shehe. Hivi zinachaji kweli wewe? Alawapeleka kwa shehe nani? Mimi. Sasa anayekataa pia asiende kwa mtu nani? Mimi huyo. Sasa unakataa kata shehe kwenye mfumo wa akili wa shehe. Alafu unaniambia utake, kwa hiyo kule vitajifuta. Mimi ndo sitaki. Sitaki, unaenda sitaki. Sasa wewe utaki, mimi nataka na ndo naenda. Mke wangu, haupendi amani kwa sababu gani lakini? Kati ya mimi na wewe nani apendi amani? Wewe ndio upendi amani. Sasa hivi wewe mimi nikueleweje? Wewe si umeniambia naenda kwa shehe? Naenda tena unaniambia sipendi amani. Wewe ni mwanaume aina gani? Jamani, kumbe ndoa zinakuwa ngumu hivi jamani. Huo ugumu unautafuta wewe. Kwa sababu wewe ndio umeniletea taarifa mimi. Unaitwa na shehe. Haya, siku umeniletea ujumbe. Mimi nilikuwa sina mudi baba. Labda nikuulize swali. Ndoa ni amri ya Mungu, amri ya binadamu? Amri ya Mungu. Safi, umejibu vizuri sana. Mungu amekupa mamlaka gani juu ya mumeo? Kama unafanya ndoa ni amri ya Mungu. Msikilize. Nijibu swali. Mungu ni mamlaka gani amekupatia wewe kwa mume wako kama ndoa ni amri ya Mungu? Mungu amesema wanawake tuheshimu wanaume. Usitaki utoke, rudi ndani. Lakini kama mwanaume anajiheshimu. Kwa hiyo kuna amri inayokuja kwamba mwanaume akikukataza jambo ambalo sio haramu kwa Mungu, wewe ulipinge? Sasa wewe unanikataza jambo ambalo umelifanya. Sasa sitaki, nimefanya na nimegairi, sitaki. Basi na mimi nilikataa na nimegairi, naenda. Kwa hiyo mnabadilisha kitabu cha Mungu mnakikanyagia juu, si ndio? Hiyo ni ya kwako sasa. Sijaongea hivyo mimi, usije kanihukumisha kwa Mungu bure. Yaani katika wale watu wa kwa Musa wale ambao mkuki ukichoma unaingia katikati unapitiliza, wewe ni ule ambao unapitiliza. Yaani unajua sheria ya Mungu inakutaka lakini una kiburi. Sasa wewe fanya hicho kiburi chako, alafu utajua siku ambayo unakutana na Mola wako utamwambia nini. Mume wangu. Kichwa kinaniuma. Rudi ndani. Sitaki kelele. Rudi ndani. Naomba niondoke. Ukiondoka ndoa hamna. Mimi naondoka sasa. Ukiondoka kweli ndoa hamna. Sasa ni wewe na maamuzi yako. Chagua sasa uondoke ndoa isiwepo ubaki. Naenda kwa shehe. Sasa ni maamuzi yako. Ndoa iwe isiwe. Hiyo ni juu yako kwa sababu ujumbe umeniletea mwenyewe. Na naondoka hivyo. Na sitaki kelele. Ndio maana wanaume tunakufa sana jamani. Yaani uwaze hela, uwaze maisha nyumbani. Alafu kipindi mnafanya hivyo mnafanya hata hamjali yani. Na bado mtakufa sana. Na serikali hata ijali, inaangalia tu wanawake wakina mama duniani. Hata haiangalia kile ambao tunanyanyasika vipi, manyanyaso haya mtufanyia. Mwanamke ndipo ulipopita katikati ya mapaja yake. Kwa hiyo ana mamlaka kufanyia chochote. Kwa hiyo baba. Kwa hiyo sasa yani sisi tukikosea tunawekwa ndani na tukikosewa tunawekwa ndani. Si ndio? Nikikupiga niwekwe ndani, nikikukataza niwekwe ndani vile vile. Nikiongea jamii yote inasema mimi ndio mkorofi. Kwa hiyo watu wote wanajua mimi ndio mkorofi. Baba kelele kwa heri. Kwa kubali kuvunja ndoa. Nenda sasa kelele. Naomba usinishinikize na maneno Wakubali ndoa ife. Kakubali ndoa ife. Sawa, mimi shemeji nimekukubalia. Lakini kwa sharti moja. Mimi nataka rafiki yako asijue. Anajuaje kwa mfano? Nani atake mueleze? Mimi nakushukuru sana. Unajua mwisho wa mwezi huu mimi nitakupatia pesa. Kweli? Ili ukanunue shuka zako. Sawa. Wala ina shida. Sasa shem. Yaani unanipenda mpaka unaweza ukafanya lolote kwa ajili yangu? Sio kukupenda tu. Mimi niko tayari hata kufa kwa ajili yako. Sasa kama nikiachika kwa rafiki yako unaweza ukanioa? Hata leo niko tayari kukuoa. Mimi nilikuwa naomba niende. Unakaje? Kesi rahisi hivyo. Mazungumzo mengine natakienda kesho chumbani. Sawa. Ndakuja siku nyingine shemeji. Hapana. Ngoja unze kutomana si wako. Sasa tafadhali njoo mtuzungumze kidogo. Bwana Shem. Ndio. Sasa nitamkuta rafiki yako Shem. Hapana, mimi nitampigia simu nitamwambia kuna simu nataka tukutane naye, atanisubiri tu huko. Wewe utawahi kurudi nyumbani. Niko. Watu wanashindwa kuishi. Unanidharau Sinaongea na wewe. Mimi sio kama nakudharau. Ila naona kama unaleta ibilisi asubuhi. Ibilisi ni wewe ambaye hutaki kunielewa. Kwa sababu usiku mzima swala ni hilo moja. Saizi asubuhi nimeamka nalo lakini unataka kunielewa kwa sababu gani? Niongee kilugha gani ili uelewe? Nataka nichukue maji nikaoge. Nisikize kwambie. Nikitoka kazini
tutajadili. Hayo maji utaoga, wala ina shida, hakimbia hayo. Utaoga. Kikubwa hapa ninachokwambia, nataka talaka yangu. Sitaki mjadala, sitaki mahojiano, sitaki nini, nataka talaka yangu. Nakuomba kistaarabu tu, ingia ndani, chukua kalamu, andika talaka. Nifanye maisha yangu, ufanye maisha yako. Unajua toka jana ningekuwa nimeshakuandikia talaka. Kinachokuzuia? Hukunipa sababu ya wewe kuachana na mimi. Sasa sikiliza, sababu ni kwanza huna hadhi ya kuwa na mimi. Pili, sikuelewi. Sasa hivi mbadilika, umekuwa na tabia za ovyo. Yaani sijui hata nisemeje. Yaani umekuwa mwanaume si mwanaume, mwanamke si mwanamke, kichaa. Yaani mimi sikuelewi. Kifupi, nipe tu talaka yangu niondoke. Nadhani tumeelewana. Unajua mimi sikutamani ndoa hii hivi. Nilitamani ndoa hii iishi muda mrefu. Na nilikuacha kwa muda ili ujifundishe. Lakini wewe umetamani kujifundisha ukiwa umetoka nje ya ndoa. Mimi nilitamani ujifundishe ukiwa ndani ya ndoa ili ujue thamani ya mume. Unajua, nisikilize nikwambie. Ushaongea sana, nimekuelewa. Unachokitaka mimi nitakupatia, lakini nataka nikupe athari ya hichi unachokihitaji. Bila shaka maamuzi unayotaka kufanya hayawezi kukosa sababu. Kuna rafiki yangu mmoja bwana. Huyo rafiki yangu huyo aliwahi kuniambia kitu. Umeelewa? Ukiona mtoto wa kuku amevimba, basi ujue chini kuna mama yake. Yaani mwanamke akiwa anataka kufanya maamuzi yoyote, ujue kuna sababu ya kufanya maamuzi. Hata kama ana tabia mbaya kiasi gani, kwa mfumo ambao unaishi na wewe, sio rahisi kwa mwanamke anayekupenda kukwambia naomba talaka. Midhali umuomba mwenyewe, mimi nitakupatia. Ila mtaka ujue hivi, mke wangu, ungetaka kujifundisha kuwajua watu. Mwanamke huwa ana tabia ya kumpenda mwanaume baada ya kumsaliti mumewe na kugundua wanaume wa nje hawana thamani kama mume wake. Wenzako huwa wanajaribu kufanya usaliti wakiwa ndani ya ndoa. Na ndio hao wengi waliofanikiwa kuwapenda waume zao na kuwatii kwa sababu waligundua hakuna kama mume. Ila wewe unataka kujua hakuna kama aliyokuwa mume baada ya kutoka kwenye ndoa. Kama ni uchafu unaofanya, ungefanya uchafu, kuna siku ungejua thamani yangu na ungenipenda sana. Ila unataka kunipenda ukiwa hauna uwezo wa kurudi kwenye maisha yangu. Sasa nisikilize nikwambie. Tena tega sikio lako vizuri Nikitoka kwako. Cha kwanza kitu gani ambacho nitakumbuka kwako? Kitu gani acha cha msingi wewe unakifanya? Utachokumbuka kutoka kwangu ni kelele za kufundisha uje kuwa mwanamke bora, uje kuwa mama mzuri wa watoto wako. Kwa sababu ndio vitu ambavyo wanawake hawavipendi. Hebu nisikilize vizuri. Ukiona mwanaume hakusemeshi kwa chochote juu ya tabia zako, ujue huyo mtu anakupenda kwa ajili ya mapenzi. Huyo hayupo kwa muda mrefu, anakutumia. Na ukiona mwanaume anakutengeneza, anakujenga kwa ajili ya tabia za baadaye, huyo anawekeza future yake kwa ajili ya kizazi chake. Na huyo ndo anayekupenda. Ila wewe unajua anayekupenda ni anayekusifia ili akutumie. Na ndio wanawake wengi mko hivyo. Sasa nisikulazimishe kutambua ukweli, ila utautambua ukweli kwenye maumivu. Bora ungeutambua ukweli kwenye maumivu wa kukupoza yupo. Nitakuwa niko pembeni. Nataka nikwambie, ukitoa mguu wako baada ya kupata talaka, usije kutaraji kuna siku mimi naweza kurudiana na wewe. Uache. Kwa shilingi ngapi? Njoo pata talaka yako. Fresh. Haina haja kuna simbalaza. Chapu. Wewe. Wai bwana. Hii siku ya leo mke wangu, unataka talaka, ni siku ambayo mimi binafsi naweza kukufanya chochote. Ni siku ambayo tushakubaliana, lakini sitaki nikutoe una alama mbaya. Ukasema ameniharibu sehemu fulani, nataka uondoke ukiwa vile vile ulivyo. Bwana, nisikilize, sitaki ngonjera. Ingia ndani, andika talaka, unipe niondoke. Njoo. Fanya haraka. Mimi nashukuru sana. Nashukuru kwa kunitokea. Maana sikutegemea kama inaweza ikatokea hivi. Sawa. Lakini naona kama vile ni haraka sana zaidi kuomba talaka. Kuhusu haraka wala usijali. Kwa sababu nimefanya haraka ili hizi fursa zisikanipita. Kwa sababu nimehisi ndo mwanaume ambaye utakayenipa furaha. Sawa. Mimi nafikiri nyumba ni hii hapa. Na nimesha kutembeza kote, umeshapaona. Sasa nakukaribisha kama mgeni rasmi ndani ya nyumba yangu. Karibu sana. Asante. Asante sana. Nafikiri mimi nataka kutoka ili niende nikapambana na harakati za maisha. Basi sawa. Basi nafikiri baadaye. Safari njema.
Maamuzi ndio. Nakwambia utarudia. Utaondoka. Maamuzi utayabadilisha. Upende usipende utabadilisha. Mimi mundani sitoki. Utatoka. Sitoki. Nakwambia utatoka. Sitoki baba. Labda mimi ni. Yaani kama uliniona utatoka. Sitoki. Utaondoka. Siondoki. Naomba uondoke mndani. Siondoki. Si ulikuwa unaona baba napita ukanichukulia poa. Baba umenoa. Naomba uondoke mndani. Sitoki. Mimi nilikuwa nataka tu uachike. Sawa. Cha msingi nilikuwa nataka uachike ili ndugu yangu aishi kwa amani. Kwa lengo lako. Kumbe achani ni nyie washeti Yeah. Wewe ndo mchawi kumbe. Mtu mstaarabu. Mtu yuko vizuri. Hana matatizo yote. Kwanza yule mimi kwangu ni mtu wa maana sana. Naomba uondoke. Naomba uondoke zako. Usisababishe ujije. Unasema ujije. Tena familia baba. Mimi ni waje. Acha na mimi niondoke niende wapi? Niende wapi? Siondoki. Naomba uondoke zako. Yaani kama ni mwanaume fanya unaloweza. Sitoki. Niache mbuzi wewe niache. Kwa vipi sitoki? Naomba uondoke. Ondoka zako. Unaniambia ukweli au unanidanganya? Ni kweli kama nilivyokuambia. Na hapa na kama wiki mbili hivi. Kama sio wiki mbili, wiki moja na nusu. Na haujui wapi ameelekea? Hapana, sifahamu. Kwani wewe nani yake? Mimi yule ni mume wangu. Kwani wewe ndo Zawadi? Ndio, mimi ndo Zawadi. Ni sawa, lakini nakumbuka aliniambia mshaachana. Hilo silipingi. Lakini ni kwa kudanganywa. Na sasa hivi akili yangu imerudi. Natamani kumrejea mume wangu. Sababu sasa hivi ndo nimejua thamani yake. Hapo naweza kusema sidhani kama kuna cha kukusaidia. Na hata kama nikisema nikusaidie, usitegemee kwamba utakuja kuyaishi yale maisha ambayo ulikuwa unayaishi. Hapo ndipo mnapokosea. Lakini elewa kitu kimoja kwamba hakuna mwanaume anaweza kumwoa mwanamke aliyemwacha mume wake bila sababu za msingi. Kwa hiyo unanisaidiaje? Hapo sidhani kama nitaweza kukusaidia. Hisabu kama umepoteza.